Wingu la simanzi lilitanda katika kijiji cha Igonga, wadi ya Bomariba, kaunti ya Kisii, baada ya mzee mwenye miaka 61 kumuua mwanae siku ya Jumapili jioni. Inatuhumiwa kuwa Bwana Sebastian Matundura alitekeleza kitendo hiki na kuambia jirani kuwa alikuwa amemuua kijana wake ambaye amekuwa akimsumbua kwa muda. Alimuomba jirani kuita polisi ili wachukue mwili wa mwenda zake baada ya kumuua, akijipiga kifua kuwa hatimaye alifanikisha kumuangamiza kijana huyu msumbufu. Kwa majina mimi John Mwoka Mungarwa, mimi jirani ya hiyo kijana ambaye aliuawa. Niko karibu tu, ni sio mbali kutoka kwangu kucha hapa, ni kama nafuka nyumba mbili alafu nafika kwake. Ilikuwa jioni karibu saa 2 nilipokuwa nikilala tu, mimi nilikuwa nimejipumzisha kidogo, ni ngoje wengine wao wamalize, sababu alikuwa mama watoto alikuwa anatengenezea mtoto chai. Kidogo tu nikasikia mtu akiita kutoka nje, akiuliza John yako. Nikasikia mama watoto akisema yako ngaki leo namuhitaji yani. Alikuja akasema ile kijana nimesaua yeye. Nisapiga yeye nikamuumiza kabisa, nikamaliza hako kwa mlango ameanguka huko. Amuuliza you serious? Akaniambia mimi ukweli ni kitu nangojea ni serikali wanichukue sababu nimesaua. Sikuamini hata macho yangu, hata bibi yangu akastuka akaanza kama ameogopa, kuna wasiwasi, akataka kupiga kama ni nduru. Nikamwambia usipige nduru, unaweza sema amepiga mtu kumbe amempiga mahali kwingine ameanguka na huyo tayari ako hai. Nikamulika nikaona ni damu. Na kijana ametulia kabisa, ni kama alikufa kitambo. Ni kama alichukua muda kutujuliza, ni kama alimuua, lisali limesapita, ni vile alihakikisha amekufa akakuja kutuambia. Sasa hata mimi tukashangaa, na hao wengine zaidi nimekwenda kumulika hapo, na hao wanapiga nduru kutoka hapo wakimuita huyo kijana, wakifikiria kwa pita. Nikamwambia huyu jamaa alimumaliza, ni ukweli amemumaliza. Nguo ilikuwa inafunikwa, kumbe huyo jamaa wakati alimupiga akaanguka, alifikiria atamaliza, akamusindilia sijui ni kisu ama ni panga ama ni sijui hiyo, lakini ilikuwa anatunga kisu sana hapa ndani. Rose Mora ambaye ni mamake mwenda zake alitaja na kusema kuwa hakuwa nyumbani wakati kitendo hiki cha unyama kilikuwa kinatekelezwa. Aliambiwa alipokuwa kanisani kuwa mwanawe alikuwa ameuliwa na babake. Nilienda Friday. Nilienda Friday nikawaachia chakula, nikawaambia chakula muendelee kukula. Mwana vile mtaisa kujipanga, najua mtaisa nunua hata mboga zenu mjipikie mkule mpaka nirudi kutoka kwa matanga. Tarudi siku ya Jumatano tupange vile hawa wageni watakuja siku ya Alhamisi. Vile kukaa huko tuongojea hayo masaisi hizi halafu tukuje usiku wa leo, ukikuwa leo kuamkia leo ikafika, nilisikia mwenye tulikuwa na yeye ni pastor wangu akapigiwa simu. Sijui ni kwa vile alikuwa anasikia nitasikia anistuke. Akaamuka chua akaniangalia, akaamuka nikamwangalia, mbona unaamuka hivyo? Kuna simu ilikuja, wacha nienda kusikia. Nikafikiria saa zingine ni watu makelele, ndio alitoka aenda kusikia nje, lakini si kufikiri vizuri. Tukaamuka saa 9, saa 10 karibu na nusu tukaanza safari. Tukakuja saa 11 kakutukuta hapo Sunika. Tukifika hapa ni saa 12. Ila saa 12 natufikisha hapa, ngakuta huyu mwenzangu hapa njiani, nikamuita kuja. Huyu pastor akaniacha hapa, akakimbia mpaka mahali yako, akamuuliza ni nini kinaendelea hapa. Ula akaanza kulia, pita hako kwa moja. Nilisikia kufikia hapo, hayo ndio nilikuta hapo.
Mama Rose alieleza historia ya kuhuzunisha jinsi mwanamume huyu amekuwa akitishia kumuua pamoja na mwanae ambaye alioleka naye kwenye familia hii akiwa na miaka 7. Mwenye alimuumiza ni baba yake. Huyu mtoto nilikuwa ninakuja na yeye kwa hivyo. Wakati nilikuja na yeye alikuwa na miaka 7. Tumezaa na yeye, tumekaa na yeye, hatujazaa watoto na yeye wengine. Yeye ndiye msichana, yeye ndiye kijana. Tumekaa, huyu mzee alianza, sasa wewe una watoto wangu, utaenda kwenu. Kuna siku alikuwa anaongea hivyo. Akaanza vita. Tukapigana, tukaumizana. Lakini yeye alikuwa anataka aniue. Lakini hakuniua. Nikamuumiza kidole. Kashika kidole bila alikuwa anataka kuninyonga, akamuumiza kidole. Bila nilimuumiza haya maneno akaongewa na kijiji na Mugambi, kikaenda police case. Kikaongelezwa kienyeji, kikaisha. Mugambi akaniambia na kijiji, kaa tu nyumbani. Ninaendelea kukaa. Alipomoa hata manyumba yenye nilijenga huko. Alipomoa manyumba yote akaweka chini ili nisikae kwa hii boma. Bila alikuwa anapomoa, kijiji kanirudisha na yani Wagambi na serikali pia. Kaniambia mpaka nikuue, ama sio wewe niwe kijana yako, ama sio wewe nitoe roho yake nikule, ni wewe nitasatwa. Nikakuwa mgonjwa, kagonjeka. Nilienda hospitali, nikafanyiwa operation. Vile nilifanyiwa operation nikarudi hapa. Vile nilifanyiwa operation, huyu kijana alio kawa mke wake kuna watoto 3. Bila alio akakuja hapa tukaendelea akazaa mtoto wa kwanza. Wakaendelea tukaendelea tukukaa. Tuliendelea kukaa, akaanza huyo bibi yake akamwambia, "We, itingeli. Utakaa hapa." Alikuwa anakaa hii nyumba ni ya huyu sose wake. Akaendelea kukaa nyumba hii kwa sababu mimi sitakaa kwa hii nyumba, hii ni ya mamangu. Nikasema wacha nikaa hii nyumba ili nikuje kumjengea yake vizuri. Kwa sababu yeye huyu mzee ndiye alikuwa anapomoa hii nyumba yake, akauza mabati, akauza kila kitu. Akaendelea kukaa. Huyu mke wake akazaa mtoto mmoja. Karibu wa pili. Kasika mimba ya pili. Akaanza huyu atakaa hapa. Simutaki hapa. Hene litinge. Hapa sijui litinge wanahitaji kwa Kiswahili. Hene litinge atakaa hapa. Akasema litinge, nikaenda kwa kanisa. Ila nilikaa kwa kanisa akamwendelea usiku mzima kumpigia kelele. Akaamka asubuhi huyu mwanamke akaenda. Ila alienda akaniambia, "Mama, nimeenda lakini baba yangu alikuwa ananitusi baya, anisema ataweza kuninyonga." Bibi ya mwenda zake vile aliongea na kusema kuwa alikuwa na uhusiano mwema na mwenda zake, ingawaje alihama nyumbani kwa sababu ya kelele na vitisho vya Ninasema mimi kuondoka hapa kwangu si kuondoka tu hivyo. Na papa alianza kusosana mara kwa mara, ananitukana. Anasema tuondoka hapa, hataki kuona vile ndani kwa boma yake. Sasa vile alikuwa anasosana kunigombanisha mara kwa mara na msea kuwa alikuwa ameuza proti. Shida ilikuwa ya proti. Sasa amekuwa akisema lazima atakula roho ya mtu kupitia hiyo proti yake, itaenda bure na pesa yake. Sasa hiyo pesa amekuwa akikula hiyo pesa, ndio amekuwa akisosana. Mara huwa anamuwinda na upanga. Saa zingine namfuata mahali yako, namwambia nakuja, namleta tunakaa kwa nyumba, namwambia asipite kwa nyumba ya mama.
Sasa tumekaa tukiishi hivyo, ikafika wakati akaenda kazi. Kwenda kazi mzee akakuja kwangu usiku. Kaanza kugombana na gonga nyumba mateke, mara unasikia ni mawe. Sasa kunitukana ile matusi mbaya. Sasa vile alinitukana nikaona siko poa, nikaona ni vizuri nitoke niende nyumbani. Ndio nikatoka nikaenda, nimekaa miezi 2 nyumbani na watoto. Kutokana na mila na desturi za jamii ya Abagusii, baba hastahili kuingia kwenye chumba cha kulala cha mwanae ambaye ameoa. Ila mshukiwa alikuwa anakaidi mila hii na kuingia chumbani mwa mwanae anamolala na bibie. Kutokana na kiongozi wa nyumba 10, Bwana Sylvester alikuwa ameonywa mara kadhaa hadi kupewa adhabu na wazee wa eneo hili, na akahapa mara si moja kuwa atawacha tabia yake ya kutishia bibie pamoja na mwanae. Wana makore umutureti gwe kenyarukia igonga bi ande mbateraneti omo ngwano machoni okarate ngane nabo agenda tokonya gukora ebintu biga toroje, lakini twachire kora mukania tariko ndoje ngatari koigwa, lakini umusoso oyo iorengana no kubuna buna toroje no kubuna ebintu buna chibesa tu ari kubuna kera kenda ko bori umuroyo amoe chibesa nande umwana oyo nanarete kwenda kwekorera ngotwari muna chibukate chiga onyore besa ine rare kumubuni paka nande omugaka munere bono mwana ya anyuomete ando amayo zo anyomba mwae na amate na bwato mukungu omomroyo twaramuirire nyone kambiyo ye chief twaramuire binyerere kurwaroro ate abono ntinatigire, lakini mono igachitaga ika onaroje mangana tabwati na ndiye ryachitaga kore kwere akacha akabwato mwana oyo akanya umusoso yo abaire akamoita. Wanakijiji walikuwa wamestaajabishwa na kitendo hiki, kwa maana mwenda zake alikuwa amejenga nyumba ambayo hakufika kuishi baada ya maisha yake kukatizwa. Chifu eneo hili vile alihakikisha kuwa kitendo hiki kilitendeka, na akasema kwamba aliitwa kufika pale wakati jamaa huyu alimuua mwanae. Majina ni Benjamin Ayumo Panga, the area acting chief ya Bumariba West. There is an incident which occurred yesterday in the evening. Nikiwa kwa maduka yangu hapa Igonga. From the member of the public, nikaweza kufahamishwa kwamba kuna mzee ambaye ameua kijana wake ambaye ni kwa majina ni Peter Omenyo. Immediately nikakimbia huko, nikaweza kuconfirm kwamba kijana amewawa kwa nyumba ya mzee ambaye ni baba yake. Baba yake ako na umri wa miaka 61, ni Sebastian yani Sylvester Mesaria, lakini pasi mzuri amejipeleka kwa police as I was told by the OSPD na OCS Igonga. We condemned the act as administrators. Such incidents are so rampant in the Kisland, we don't know what's happening, lakini Mungu hako atatusaidia. I talked to the community, they are calm, the community is calm, only that they are playing. Hii maneno isitendeke tena, especially na the suspect achukuliwa hatua, iwe funzo hata na kwa wengine, because kijana alikuwa mzuri kwa familia, kwa community, na alikuwa ameonyesha dalili ya kuja kusaidia hiyo familia because he is the only son. Hata mama yake hakuwa, it was really painful. OSPD vile alihakikisha kuwa Bwana Sylvester alijisalimisha kuwa polisi baada ya kutekeleza kitendo hiki. Machinji ni OSPD Kisii South hapa. Jana tulikuwa na incident mbaya sana, ile inaitwa Ratandi kule Igonga. Mzee mmoja kwa jina Sebastian Matundura mwenye miaka 61 walianza ukomvi na kijana wa kambo kwa jina Peter Pokecha mwenye miaka 30. Katika hiyo ukombi huyu mzee alichukua kisu akatonga tumbo kijana huyo tumbo,
na akamtunga kichwa pia na akakufa hapo hapo. Alitoka akaenda kwa jirani mwenyewe, akaenda kuambia jirani ameua kijana yake. Wakarudi na kijana na jirani kwa nyumba, wakonfirm mtoto amekufa na akapotea. Sasa hiyo akawaja jirani hapo. Jirani ndiye alitoka akaenda mpaka police station Igonga kuripoti hiyo incident. And then akaripoti kule Igonga police station. Polisi wakaproceed mpaka kwa scene, wakakonfirm mtu amekufa. Mwili kachukuliwa ikapelekwa Kisii moja, referral moja. Tukaanza uchunguzi leo asubuhi mwendo wa saa 5. Mshukiwa ambaye ni Matundora mwenyewe amechileta kwa police station, Kesonzo police station, na tukamshika, tunamweka kwa cell, tunaendelea na uchunguzi. Tumpeleka kotini maybe in the course of this week. Edwin Mukaya, Agr Kisii.